Ninashukuru Mwenyezi Mungu, maana sahihi mwili wangu ni mwepesi kama wa mtoto. Alafu dua ya jana, ninashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Alipokuwa dua inasomwa, watu wanaomba, nimesikia kitu cha toka hapa kikaenda polepole, na huo mshipa ilikuwa siwezi. Nimekuja lakini siwezi. Mshipa hapa wauma, watembea hivi mpaka kidole kile kikubwa cha mwisho, nikasikia kutoka kitu. Takbir! Allahu Akbar! Hata nilipotoka hapo jana, nashukuru Mwenyezi Mungu, nimelala vizuri, lakini hata watoto wangu nilikuwa siwaambii, maana ilikuwa sikitisha. Nikasema baba mama sina, lakini baba yuko ni Allah, mama yuko ni Allah. Nikasema watoto wangu sasa ninaishi kwa Mwenyezi Mungu, sitegemei binadamu tena, nategemea Mungu peke yake. Siku yangu ikifika, wanangu, hakuna shida, nikifa chukueni mimi mnizike, lakini kutakuwa hakuna neno lolote. Ninashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amzidishie. Amen. Amen. Kwa hayo machache. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama Sheikh alivyoelezea, ile siku ya kwanza kabisa ya huu muhadhara, tulivyolaza yale mafuta ya Zaitun Nur, ndotoni nilikujiwa na mtu wangu wa karibu ambaye alikuwa ni mwanga, lakini hakuweza kunidhuru kwa sababu nyanyangu alinikumbusha kuwa ustadhi alisema mwanga akiingia tusiweze kumwongelesha chochote. Alikuwa ananihuzunisha sana, kana kwamba alikuwa anataka mimi nimsaidie, lakini tulinyamaza na ndo nikamka hivyo. Haya, siku nyingine niliota kwamba kuna vitu vinatembea ndani ya tumbo langu. Niliumwa na tumbo sana, sikulala kabisa usiku huo, lakini pia nilipoamka kunywa maji nikapata usingizi. Baada ya hapo nikajiwa na ndoto ambayo niko huku kwa kisomo, tunapigiwa kisomo kama kawaida. Ndani ya kile kisomo nilisikia kuna vitu vinashuka chini polepole kufuatilia mguu hadi kwenye gumba, na hiyo ni ndoto. Na vilivyoshuka nikaamka. Kuamka sikusikia tumbo langu likiuma tena. Takbir! Lakini mpaka sasa sijaumwa na tumbo, alhamdulillah. Mashaallah. Takbir! Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sheikh wangu, nafikiri utakuwa umesikia vizuri hiyo ndoto. Nafikiri maana yake iko wazi kabisa hiyo. Mbaya wake amedhihirishiwa kwa ndoto. Haya, mwingine. Mama yangu naye ana jambo lake. Naomba njia kidogo hapa. Insha Allah taala. Tuelezee tu umesikiaje, maana sitotaka kuondoka hapa tukiona watu wamesaidika. Sisi tuondoke na kuna wengine hawajasaidika. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu na mdomo microphone. Mimi nashukuru tuanzie muhadhara mpaka leo. Nashukuru sana. Tulipopata zile dawa nikaanza kutumia, nikaanza kuharisha, alafu nikatapika nyama 3 na nikatapika wadigo usema zazo. Ulitapika? Sasa nashukuru. Umesikia Sheikh Khalifa? Na hivi tumbo langu kwa limefura kama nimebeba mtoto, kuna vitu vinatembea kwa tumbo. Lakini tangu nitoe hivyo vitu nashukuru, alhamdulillah. Niko sawa na mwili wangu uko mwepesi. Mashaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir! Allahu akbar. Takbir! Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Mama yangu, Allah kujalie shifa na kinga na kujalie umri mrefu wenye baraka na wenye neema. Amin. Na dada yangu pale na mama yangu pale, wallahi Allah wajalie amani, au fungulie milango ya khair na milango ya riziki inshallah. Amin.
awajalie kila hitaji la mioyo yenu inshallah. Mwingine naanza muhadhara siku ya kwanza, ya pili tulipoanza kupawa zile dawa za kutapisha, nilipofika nyumbani tu nikaanzwa na msisimko fulani mpaka hali haikuwa sawa. Nikachukuliwa nikapelekwa ndani, nilipofika ndani nikaanza kutapika vitu ambavyo vyeusi visivyoeleweka kama mfano wa kiwi hivi, vimechanganyikana na nyute. Baadaye usiku nkalala kama kitu saa 7 hivi, nikaota kuwa kuna mtu amekuja anafanya kama yuanizalisha. Nile nasukuma mtoto lakini mtoto hatoki. Mama akanambia ile dawa nichukue tena nini. Nilipojaribu tena la pili ikawa ndipo nasukuma lakini kitu hakitoki, na kisikia mtoto ashafika, hasa kiko hapa chini hasa, lakini dalili zozote hazikutoka za kusimtoto. Niliposhikana usingizi asubuhi inshallah kama hivi tu nikaona tu hali zangu zimefunguka za hakika, alhamdulillah rabbil alamin. Siku hiyo asubuhi yake ya pili. Mashaallah, takbir. Sasa toka siku naanza kutumia hizi dawa, alhamdulillah mwili na usikia mwepesi, sijasikia msisimko wote. Nashukuru alhamdulillah rabbil alamin. Kila khairi Allah awasilishie inshallah. Amen. Takbir. Dada yangu, wallahi Allah akujalie afya, akujalie shifa kwa haraka inshallah, ukinge na akuzidishie amani na akufungulie milango ya kheri ya riziki. Kama huna mme, Allah akujalie upate mme mwema mwenye dini ya Kiislamu na tabia njema, na kama una mme, Allah amjalie mme wako ongeze mke wa pili. Haya, dada yangu naye ana jambo lake. Assalamu alaikum. Nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tangu pale tuanze ile mawaida. Nashukuru sana, mimi tangu pale tupewe dawa nimeenda tayari kwenda kuota ndoto mbaya. Leo juzi ile juzi napewa ile dawa, kulala nafika saa 3 usiku, nilikuwa nataka naamshe ufi yangu, nikasema acha simsumbue, nilikuwa nilala na mtoto wake huyo usiku. Baada ya kunywa dawa mtoto ametoka ameenda shule. Usiku nimekunywa dawa, ile dawa nilikuwa nishapewa mara ya kwanza nikakunywa. Nikalala fika usiku, wakakuja wachawi, wakasimama mama na mzee. Akasema sisi tumetumwa kule, tumeenda kufanya dua ya mara ya kwanza, tukufunge macho na pua, tukutoe kile kitu kile tumetukuweka kwa tumbo yako. Wamesema? Akasema nikufunge macho na pua, ile kitu tumetuma kule, wewe umeenda kuhubiria kule kwa ustadi, ukaambia nenda ukija tukutoe kile kitu kile tukumeweka kwa tumbo yako. Umeelewa shehe? Nikasema ile dawa nimekunywa usiku. Akakuja ule mzee na mama, akasimama hawaongei, wananaangalia. Haya, anasema basi sisi tumekuja vile tumeenda kwenda kuhubiria kule, tumeenda wewe, lakini tumeambiwa sisi tukutoe kile kitu na wale ustadi. Nikamwambia nitoweni, tumetuma tukutoe haraka sana, kwa vile sisi kama hutukutoa sisi tutafanywa vita vibaya. Mashaallah, takbir. Takbir. Akanishika macho na pua, nataka niangalie, naona yani giza kwa macho, anataka amenishika uso na pua, nataka kuangalia kile kitu, akatoa kikapasuka nje kama yai. La ilaha. Baada nimekunywa ile dawa ikateremka kitu kama nyoka chini. In reality sasa yani inakuwa kama mtambo kila mahali, kila kidole, yani inanguruma kila mahali, kila kidole, tumbo yote, yani anasema sisi tumeambiwa tukutoe. Juzi tena pale nimepewa dawa hii ya kwa sababu watu wameswalia, akafungua machiti ya majina nikapewa. Ukakuja mama akasimama anaangalia, anaongea, sikumuongelesha kwenye ndoto. Nikasema hapo nashukuru alhamdulillah, vile tulikuwa tumeambiwa tutafanikiwa kwa Mwenyezi Mungu. Akasema vile mimi nimeagizwa nitoe kabla kumalizwa ile kitu, tutapiga vita vibaya. Akajachukua kitu chake, akasema alhamdulillah. Mashaallah. Kwa hayo machache, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Hii dalili nzuri sana wallahi. Kwenye ndoto, ukiota ndoto kama hiyo ya kuwa unatapika kitu au unatoka kitu,
ni dalili ya kuwa uchawi umeondolewa katika mwili wako. Si lazima utapike live, ila wengine wanaotapika live kabisa, kama mama yetu pale ametapika kabisa vijipande vya nyama, si mchezo. Sisi tukikwambieni hizi vitu ni vya ukweli. Mwingine? Naam, kuna alafu juzi ndotoni niliota kuwa kuna chukuliwa na watu sio waelewa, wakaniambia twende kwenye shughuli ambayo kama hivi harusini hivi au shughuli za sherehe hivi. Sasa wale watu waliponiambia vile, mimi kawa nawapiga na wasema hiyo safari yenu mimi sitaweza kuienda. Wakaniambia hata haiwezekani, tutakuchukua sisi, tutakupeleka lazima toka wataka mpaka utaki. Kama mimi napiga kelele. Walivyokuwa napiga kelele akanichukua kilazima akanipeleka kule kwenye ile sehemu yao wafanya zile shughuli zao. Nilipopiga kelele vile, hafla kama dakika 10 au 20 wakatokezea maustadhi, ustadhi Sharifu na ustadhi Jamali. Walipotokezea maustadhi tu, wale watu walipoangalia hivi, wale watu wakanywea wote wakaanguka, nikabakia mimi peke yangu tu. Wengine wakapiga magoti wakasema waomba maustadhi misamaha. Mimi kasema hata haiwezekani, ustadhi wa adibu. Wakawaadibu, wakapiga ustadhi akawapa adabu zao pale, nami maustadhi wakanichukua nikaondoka na maustadhi wangu kwa Jabali pale ikawa mlango. Takbir. Mashaallah. Kaondoka na maustadhi wangu. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Hapa nikite hapa, nafikiri kuna wengine huko nao wanataka kusimulia matukio yao. Nani mwingine huko? Naam. Mwingine ambaye ana jambo lake huko jamani. Inshallah taala tusimulie. Labda hali yako imezidi kuwa mbaya au unakija afadhali. Inshallah. Unataka kuongea? Haya, nani? Kuna mwenye jambo lake? Anyoshe mkono tafadhali. Au maisha? Mama yangu, tuelezee kitu gani ambacho kimekusibu baada ya ile dawa si Zaitun Nur au Shab Special. Bismillah. Au ile ya kumwaga au gani? Bismillah. Asalamu alaykum. Kwa kweli sisi tumepewa dawa ile ya mwanzo, tukaambiwa tukifika nyumbani tumwage kando ya nyumba hivi pembe na pembe. Sisi hatukumwaga mpaka jana ndio nasema tumeambiwa kwa Sheikh Umar akasema tumwage. Sisi hatumwage kwa nini? Hebu acha dadangu nimwage. Nikamwaga ile dawa. Kwa uhakika ule mlango kama ulikuwa ni mbaya, sijui tungefanya nini. Ile nyumba yetu inafungwa na kufuli kwa mbele na wa nyuma. Tukashangaa tangu niende. Yaani mlango umesukumwa, wataka kuvunjika, kuna mtu nje ausukumia ndani aingie, lakini hakuweza. Kwa Mwenyezi Mungu hakuweza kabisa kufanya hivyo. Tumeshikwa na uoga, tumeshikana, tunasema huu mlango ukifunguka hatujui ambaye ausukuma ni nani. Haya, alafu tukaomba Mungu hivyo ndio tukalala. Naye nikamweleza katika hali zangu zenye niko nazo, akamwambia mimi niko salama. Tukipika saa ngapi nitashukuru, lakini anytime yenye utapika business. Kifupi maustadi wetu, mimi naombea kwenye majumba yao, Mwenyezi Mungu awatangulie. Amen. Katika misafara yenye wanaenda, Mwenyezi Mungu awatangulie. Amen. Neema zao ziwe mbele. Amen. Pamoja na familia zao. Amen. Na watoto. Hiyo ndio hoja yangu kubwa ambayo nashukuru maustadi wetu. Na kama kutakuwa na husda zingine zenye zinaendelea, basi Mwenyezi Mungu kabla ya husda kutufikia, zimfikie Mwenyezi Mungu ndio ataweza kuzihukumu. Sisi hatuna uwezo isipokuwa ya Allah.